bustanini waweza kula, isipokuwa mti ule mmoja ulio katikati wa ujuzi wa mema na mabaya. Mungu alimwambia Adamu, huo mti usile, mengine yote Adamu kula, lakini mti mmoja tu wa ujuzi wa mema na mabaya Adamu usile, na siku kila mti huo hakika utakufa. Siku kila tunda lake la huo mti, Mungu alimwambia Adamu, hakika utakufa. Mungu alimpatia Adamu wito, alimpatia mapema tahadhari ya kwamba Adamu, usile mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Lakini shetani, maana mahali palipo Mungu, shetani huwa anatafuta kujitukuza. Aliingia bustanini Eden kwa kutumia Hawa, alimshawishi akaingia katika umbo la joka, akaenda akazungumza na Hawa, akamwambia ati Mungu amesema ya kwamba msile mti ule wa ujuzi wa mema na mabaya. Hawa akamwambia ndio, maana amesema siku tukila hakika tutakufa. Akageuza maneno. Shetani akamwambia Hawa, hapana, hamtakula, hamtakufa, bali mtakuwa kama yeye. Kwa kupitia ushawishi huo, Hawa akajikuta ameingia dhambini, akala lile tunda, na akaenda kumshawishi na mume wake ambaye ni Adamu. Wote kwa pamoja wakala lile tunda. Tangu hapo dhambi ikaingia ulimwenguni. Tangu hapo wanadamu sasa wakatanga mbali na Kristo, maana waliyakataa maagizo yake. Mungu aliwaambia hakika msile matunda ya mti huu, lakini shetani aliwashawishi nao wakajikuta wameingia dhambini. Ndipo michakato sasa ya Mungu ikaanza kumrejesha huyu mwanadamu aliyetanga mbali, kumtoa huyu mwanadamu dhambini. Ndipo Mungu akaanza mipango, akaanza michakato za kumrejesha mwanadamu aliyetanga mbali. Anaanza sasa kumrudisha madhabahuni, anaanza kumrejesha. Ndipo anaiandaa sasa mipango mbalimbali, anaandaa mikakati ili huyu mwanadamu aliyetanga mbali arudi tena miguuni pa Kristo. Adamu alikula tunda, dhambi kaingia ulimwenguni, na tangu dhambi kuingia ulimwenguni, miti ilikuwa iangushi majani, dhahabu zilikuwa zinaelea tu hapa hewani, jua lilikuwa lichomi hivi, mvua zilikuwa zinyeshi. Ila baada tu ya Adamu kula tunda, ndio tunaona miti ilianza kukauka, majani yakaanza kuanguka, matunda yakaanza kuoza. Ndipo tukaambiwa tutakula kwa jasho. Baada tu ya dhambi kuingia ulimwenguni, ndipo Mungu akaanza process za kumrudisha huyu mwanadamu aliyetanga mbali. Anahitaji sasa amrudishe nyumbani. Ndio maana somo likasema Mungu anataka turudi nyumbani. Iko mipango ameiandaa, ziko mikakati ameziweka ili huyu mwanadamu aliyotanga mbali arudi miguuni pa Kristo. Tembea Mwanzo 3 anzia mstari wa 9. Mwanzo 3 mstari wa 9 imeandikwa. Semaje? Bwana Mungu akamwita Adamu akamwambia. Ndipo Mungu akaingia bustanini mwa Eden, akamwita Adamu akamwambia, ndio, uko wapi? Mungu anamtafuta Adamu aliyetanga mbali, anamwambia Adamu, uko wapi? Ndio. Akasema, nalisikia sauti yako bustanini nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi. Nalisikia sauti yako nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi. Adamu nikajificha. Ndio. Akasema, ni nani aliyekwambia kuwa uchi? Nani aliyekwambia kuwa uchi? Je, umekula wewe matunda ya mti niliyokuagiza usiale? Umekula lile tunda nililokuambia usilile. Tembea. Adamu akasema, mwanamke uliyenipa awe pamoja nami ndiye aliyenipa matunda nikala. Akatupa mzigo kwa mwanamke, akamwambia Mungu, yule mwanamke uliyonipatia ndio amenifanya nile matunda ya mti ule. Ndio. Bwana Mungu akamwambia mwanamke. Ndipo Mungu akamwambia mwanamke, nini hili ulilofanya? Umefanya nini mwanamke? Tembea. Mwanamke akasema, nyoka alinidanganya nikala. Ibilisi na shetani, nyoka alinidanganya nikala. Ndio. Bwana Mungu akamwambia nyoka. Mungu akamwambia nyoka, kwa sababu umeyafanya haya. Umelaniwa wewe kuliko wanyama wote. Umelaniwa wewe kuliko wanyama wote. Kuliko hayawani wote. Walioko mwituni. Kwa tumbo utakwenda. Na kwa mavumbi utakula siku zote za maisha yako. Tembea. Nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke. Ndipo uadui kawekwa kati ya nyoka na mwanamke. Tembea hadi 21. Na kati ya uzao wako na huyo na uzao wake. Na kati ya uzao wa nyoka na mwanamke. Ndio. Wewe utakuponda kichwa. Nawe utamponda kisigino. Ndio. Akamwambia mwanamke. Hakika nitakuzidishia uchungu wako. Na kuzaa kwako. Kwa utungu utazaa watoto. Ndio. Na tamaa yako itakuwa kwa mmeo. Tembea, anza mstari wa 19. Tembea wa 19. Mstari wa 19 tumalize mapema, muda umeenda sana. Mungu akaanza process za kumrudisha Adamu aliyetanga mbali. Anahitaji arejee tena Eden. Anahitaji amrudishe miguuni pa Kristo. Baada ya kutanga mbali na uso wa Bwana, anaingia
bustanini, Mungu anasema Adamu, Adamu uko wapi? Mungu anaingia bustanini, anamtafuta Adamu aliyetanga mbali. Process, michakato na mikakati ya Mungu kuwarudisha wanadamu nyumbani ilianza pale bustanini Eden, baada ya Adamu kutanga mbali na Mwokozi. Mungu anamuita Adamu uko wapi? Hivyo leo Kristo anatuita wanadamu tuliotanga mbali, tuliolemewa na mizigo. Anasema enyi wakazi wa Mpundu, mko wapi? Mko wapi? Tembea, anasema mstari wa 19 imeandikwa, kwa jasho la uso wako utakula chakula, ndio hata utakaporudia ardhi ambayo katika hiyo ulitwaliwa, kwa maana u mavumbi wewe, nawe mavumbini utarudi. Adamu akamwita mkewe jina lake Hawa, kwa kuwa yeye ndiye aliye mama yao wote.